2027 utajitokeza kwenye kinyang'anyiro ama mambo yako vipi? Siku za hivi karibuni tulikuona ukitembea na Mheshimiwa Shake ambaye ndiye mbunge wa sasa hivi eneo la Mwatate, lakini pengine unaweza tuambiaje katika shughuli zile ulisema kwamba unaunga mkono zile kazi ambazo amefanya. Pengine unaweza tuambia kwamba hali ikoje na swala la maendeleo katika eneo bunge la Mwatate kwa jumla, sababu Mwatate imekuwa katikati ya moyo wako. Je, pengine yale ile msukumo umekuwa nao wa kisiasa na kimaendeleo, hali ikoje sasa hivi? Kwanza nashukuru watu wangu wa Mwatate, hata kama mara mbili tumesimama. Mimi nilisimama kwa mchujo mwaka wa 2017 nikiwa kijana wa miaka 29, na kila mtu alimuogopa Governor Mwadime, lakini mimi nikasimama kama David, na ule uchaguzi haukuwa huru na wa haki. Unajua chaguzi za michujo haziko huru na haki, lakini yalivyotokea mimi nikawa mungwana, nikamuunga mkono Governor Mwadime, na huu wakati Governor Mwadime 2013 alipita na kura 8,000, lakini nilivyomuunga mkono na watu wangu wa Mwatate tulimpatia kura 16,500. Kwa hivyo alishinda na ushindi mkubwa sana. Na pia 2022 nilisimama kiti cha ubunge. Nashukuru watu wangu wa Mwatate tuliweza kupata kura 8,000, na ndugu wetu Shake akapata kura 11,000, na mimi ni mungwana, tukasema kwamba ni sawa. Sasa yeye ndio yuko mbunge. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba kuna mambo mimi nilikuwa napigania, kama mambo ya ardhi, masuala ya ardhi. Watu wataita na watu wa Mwatate wafaidi na tutatue matatizo ya ardhi. Kwa mfano tatizo ambalo limekuwa la kihistoria la Singila Majengo. Sasa manake mambo ya Singila Majengo tulikimbizana mpaka mzungu akatoa ekari, Bwana Kiriazi akatoa ekari 300, na watu wakagawanyiwa, wakapimiwa, na mimi plot yangu ni plot number 1. Sasa tulifika mahali tunangoja kupata title. Kwa hivyo tukishirikiana na Mheshimiwa Shake, hizo title tunataka kusukuma zitoke, na mimi najua kabla ya huu mwaka tutasukuma hizo title zitoke. Shamba la Mkuki pia lilinyakuliwa na mabwenyenye, na unajua pale Mkuki kuna madini mengi sana, especially ya Savorite ama green garnet. Angalao sawa, ule bwana wa Scorpion Mines babake ndo alidiscover, mzee Campbell Bridges ndo alidiscover ile Savorite, kulingana vile anasema alidiscover Tanzania, na kafatia hiyo line mpaka ikaja pale Mkuki, inaitwa Mozambique Belt. Sasa ujue kwamba kando na pale Scorpion Mine kuna ile Mkuki Ranch ambayo ni ekari 6,000, ekari 6,000 si hekta. Na ile shamba ikawa ile lease kwa Mkungusi imeisha, na mimi nikiwa mjumbe wa county nilikuwa mtu wa kwanza kupeleka motion, na ile shamba ilikuwa imenyakuliwa na mabwenyenye, lakini sasa tumerudisha kwa wananchi, na kupitia ushirikiano wetu na Mheshimiwa Shake na wananchi. Sasa ile Mkuki Ranch tumemaliza mambo ya land use plan, na sasa inaenda kupata title, na ilikuwa inahitaji zaidi ya milioni 11 ili kutengeneza ile land use plan. Wale wazee hawangeweza kupata ile hela, lakini kupitia kwa Mheshimiwa Shake wakapata ile hela. Kwa hivyo Mkuki tumeikomboa, Singila Majengo tumeikomboa, Bura Ranch ekari 37.8 elfu Bura Ranch, nayo haikuwa na title. Wamepitwa na mradi nyingi sana, hata mradi wa carbon credit wamepitwa, lakini kwa huo ushirikiano na kupitia kwa Mheshimiwa Shake sasa Bura Ranch imepata title, na tuko katika process ya kuwasaidia waanze kuvuna na kuuza zile carbon credit zao ambazo zimekuwa sanct katika ile shamba ambao wamekuwa kitunza miaka yote. Kwa hivyo sasa wataenda kuanza hizo mradi na mradi zingine. Kwa hivyo hayo mambo ya ardhi ni jambo la kwanza niliona kwamba tufanye kazi pamoja na Mheshimiwa Shake. Mambo ya maendeleo pia, mambo ya CDF vile itasaidia watu, na mambo mengine kusaidiana ili kusukuma bunge
wananchi wapate haki zao. Kwa mfano ile Scorpion Mine wanataka kutengeneza elephant sanctuary pale, na wanataka kutengeneza gemstone, wanataka kutengeneza gemstone museum, Savorite museum. Lakini tunasema kabla wafikie pale, wananchi wa Mwatate watafaidi vipi na yale ile green garnet ambayo imechimbwa miaka mingi pale. Na green garnet ile ilivunja rekodi dunia nzima. Hata ukiangalia Tiffany and Company ambao wanashirikiana na Scorpion Mine, hiyo iliuzwa kwa dola milioni 2. Hilo jiwe ndo limevunja rekodi ya dunia kuwa jiwe kubwa sana la Savorite. Na mawe ya Savorite yamechimbwa miaka yote. Ukienda kwa mtandao utapata record ya yale yamechimbwa. Kwa hivyo tutahakisha vipi lile jiwe la green linachimbwa pale Mkuki linasaidia watu wetu. Kwa hivyo tunashirikiana na Mheshimiwa Shake hapo kuhakikisha kwamba ile sanctuary ikifanywa na ile museum ikifanywa, wananchi wanaweza kupata access, pia waendelee wachimbe pale na pia wafaidi na zile royalties. Lakini pia tushirikiane kusukuma ile Natural Resources Benefit Sharing Act ambayo itaweka rasilimali zote asili kwa sheria moja. Na sisi kama Economic Justice Forum hayo ndo tunasukuma, ili tujue hizi rasilimali ziko kwa sheria moja, kama mambo ya maji, umesikia mambo ya Mzima Spring juzi, mambo ya madini, mambo ya poti, mambo ya carbon credit. Je, mwananchi atakuwa anapata asilimia ngapi za faida? Mwananchi atapata kazi na biashara vipi? Kwa mfano hii Tsavo National Park, KWS ni consumer mkubwa sana wa goods and services. Je, hili soko silifunguliwe, mtu akiwa na kabeji zake kutoka Mgange, wamama ambao wananunua kabeji zao kutoka Mgange, sukuma kutoka Mgange, wapate soko wauze hapa ndani ya Tsavo National Park ama ndani ya hizi hoteli. Na kwa hivyo hii sheria Natural Resources Benefit Sharing tunataka tuisukume tukishirikiana na Mheshimiwa Shake ili iende bunge, a convince wabunge wenzake. Yeye ni mwanakamati wa Natural Resources na Wildlife. Kwa hivyo huo ndo ushirikiano tunataka ili wananchi wafaidi. Manake siasa nzuri ni ile ya kufanya wananchi wafaidi. Ikifika 2027 mwananchi mwenyewe ataamua anataka nani akuye wapi. Lakini kwa sasa tuna huo ushirikiano wa karibu sana na Mheshimiwa Shake ili wananchi wetu wapate faida.